21 qala babu wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Sema na mlango wa 21, huu ni mlango unaosema wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, na yeyote atakayemtawakkali Allah, yeyote atakayemtegemea Allah, basi yeye pekee ndiye mwenye kumtosheleza. Wa man yatawakkal ala Allah, na yeyote mwenye kumtegemea Allah, fahuwa hasbuh, basi yeye pekee ndiye mwenye kumtosheleza. وقال الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى، ما كسمى الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى wakati alipokuwa kitafsiri aya hii, alipoitaja aya hii Ar-Rabi' ibn Khuthaym, au alipokuja katika mlango huu al-Imam al-Bukhari rahimahullah, wakati alipotaja mlango huu akaitaja kauli Ar-Rabi' ibn Khuthaym rahimahullah ta'ala, قال من كل ما ضاق على الناس، Allah atamtosheleza kwa kila ambacho kitaleta dhiki kwa watu. Fahuwa hasbu ay min kulli ma dhaqa ala nnas, kutokana na kila ambacho kitaleta dhiki juu ya watu. Tafsiri yake wa man yatawakkal ala Allah, na yeyote atakayemtegemea Allah, fahuwa hasbuh, basi yeye pekee ndiye mwenye kumtosheleza. Min kulli ma dhaqa ala nnas, kutokana na kila kitakacholeta dhiki kwa watu. Kwa hiyo maneno haya ya Ar-Rabi' ibn Khuthaym rahimahullah ilikuwa ni tafsiri ya aya hii katika mlango huu alioleta al-Imam al-Bukhari. kisha qala hadathani Ishaq qala hadathana Rawh ibn Ubadah qala hadathana Shu'bah سمعت حسين ابن عبد الرحمن قال، أنا سيما alitusimulia sisi روح ابن عبادة akasema حدثنا شعبة alitusimulia sisi شعبة قال سيما شعبة سمعت حسين ابن عبد الرحمن nilimsikia mimi حسين ابن عبد الرحمن سمعت حسين ابن عبد الرحمن nilimsikia mimi Husayn ibn Abd al-Rahman قال alisema kuntu qa'idan 'inda Sa'id ibn Jubair, nilikuwa ni mwenye kukaa mbele ya Sa'id ibn Jubair. kuntu qa'idan 'inda Sa'id ibn Jubair, nilikuwa ni mwenye kuketi au kukaa mbele ya Sa'id ibn Jubair. faqala akasema Ali ibn Abbas, imepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas. An Ibn Abbas akasema Sa'id ibn Jubair, imepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam alisema yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighayri hisab, wataingia katika janna katika ummati wangu watu 70,000 pasina kuhisabiwa. Yadkhulul jannata min ummati, wataingia katika janna katika ummati wangu. Yadkhulul janna, wataingia peponi, wataingia katika janna. Min ummati, katika ummati wangu. 70,000 watu 70,000 bighairi hisab, pasina kuhisabiwa, pasina kuhisabiwa. Kisha akawataja watu hao ambao walikuwa na sifa hizi. Qala humul ladhina la yastariqun, ni wale ambao hawakuwaomba watu wengine kuwafanyia ruqya. Humul ladhina la yastariqun, ni wale ambao hawakuwaomba watu wengine kuwafanyia ruqya. Humul ladhina la yastariqun, ni wale ambao hawakuwaomba watu wengine kuwafanyia ruqya. Limadha? Likamali tawakkulihim ala Allah, kwa sababu ya ukamilifu wa kumtegemea kwao Allah tabaraka wa taala.
na haimaanishi kwamba ruqya ni haramu. Lakini watu hawa walipata daraja hii ya kuingia katika pepo ya Allah pasi na kuhisabiwa, kwa sababu hawakuhitajia msaada kwa watu wengine kuwafanyia ruqya, na haimaanishi kwamba ni haramu, lakini kwa sababu ya ukamilifu wa utegemea wao kwa Allah, kwa sababu ya ukamilifu wa kumtegemea kwao Allah tabaraka wa taala, hawakumtaka mtu kuwafanyia ruqya, walijifanyia wenyewe, walimuomba Allah wenyewe na Allah akawatatulia matatizo yao. Wala yatatayyarun mubarakan fi taala tamtajirisha wali unajitabisha. Ibn Khuthaym rahimahullah ni wale ambao hawakuwaomba watu wengine kuwafanyia ruqya. Humul ladhina la yastariqun, ni wale ambao hawakuwaomba watu wengine kuwafanyia ruqya. Limadha? Likamali tawakkulihim ala Allah, kwa sababu ya ukamilifu wa kumtegemea kwao Allah tabaraka wa taala. Na haimaanishi kwamba ruqya ni haramu, lakini watu hawa walipata daraja hii ya kuingia katika pepo ya Allah pasi na kuhisabiwa, kwa sababu hawakuhitajia msaada kwa watu wengine kuwafanyia ruqya. Na haimaanishi kwamba ni haramu, lakini kwa sababu ya ukamilifu wa utegemea wao kwa Allah, kwa sababu ya ukamilifu wa kumtegemea kwao Allah tabaraka wa taala, hawakumtaka mtu kuwafanyia ruqya, walijifanyia wenyewe, walimuomba Allah wenyewe na Allah akawatatulia matatizo yao. Wala yatatayyarun, wala hawaitakidi itikadi ya ndege. Wala yatatayyarun, wala hawakorofiki kwa ndege, yani hawatatui mambo yao, hawaachi kufanya mambo yao kwa kuitakidi ukorofi wa ndege. Wala yatatayyarun, wala hawaitakidi ukorofi wa ndege, yani tafsiri ya fupi, hawaitakidi ukorofi wa ndege. Wala yatatayyarun, wala hawaitakidi ukorofi wa ndege, kwa sababu Waarabu zamani, katika zama za jahiliya, walikuwa hawapitishi mambo yao. Anayetaka kusafiri hawezi akasafiri mpaka ndege amtabirie safari yake ni salama au si salama. Kwa hiyo walikuwa wakiitakidi ukorofikaji wa hali kupitia utabiri wa ndege. Miongoni mwa wale ambao watakaoingia katika janna ya Allah pasina kuhisabiwa ni wale ambao la yatatayyarun, hawaitakidi ukorofi wa ndege, itikadi ya ndege ya kutabiri mambo yao kupitia ndege. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao ni wenye kutegemea. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao ni wenye kutegemea. Al-Imam Abu Suleiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala katika Maalimu as-Sunan, akifanya sharhi katika Sunan Abi Daud, alitaja hadithi hii akasema, wa hadha min arfa'i darajati al-muhaqqiqin bil-iman, wa hadha min arfa'i darajati al-muhaqqiqin bil-iman, na hii ni katika daraja za juu za wale wenye kuihakiki imani yao. Ukihitajia kuwa miongoni mwa wale ambao wataingia katika janna ya Allah tabaraka wa taala pasi na kuadhibiwa, pasi na kuhesabiwa wala kuadhibiwa, kwa sababu imekuja riwaya ya Abdullah ibn Abbas kwamba wataingia watu katika pepo ya Allah 70,000 pasi na kuhesabiwa wala kuadhibiwa. Ukitaka uhesabiwe kuwa miongoni mwa hawa, basi jitahidi kupekua tawakkuli yako kwa Allah tabaraka wa taala. Jitahidi kupekua tawakkuli yako kwa Allah tabaraka wa taala. Usifanye jambo kwa kumtegemea ustadhi fulani ndo akufanyia, kuombea dua kwa Allah tabaraka wa taala. Kuwa na mafungamano na mawasiliano ya karibu baina yako na Mola wako subhanahu wa ta'ala.
ukihitajia jambo muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Abdullah ibn Abbas alipomwambia wakati amembeba kwenye punda wake, juu ya mgongo wa punda wake, akimwambia idha sa'alta fas'alillaha wa idha ista'anta fasta'in billah, ukiomba basi muombe Allah tabaraka wa ta'ala, na ukitaka msaada mtake Allah subhanahu wa ta'ala msaada pekee.